مرحبا وسهلا كل من محله، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى. زينا المباني حققنا الاماني، عيش اللحظه معنا ودندن يودان ثاني. مثل ما قال الأولون، قالوا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Number 3 class 1 ni Zakir Yusuf. Zakir Yusuf. Number 2 Samir Galgalo. Na number 1 class 1 ni Nazlin Rashid. Nazlin Rashid number 1. Mashallah. Shukran, jazakallah khair, barakallah fik. Ndugu yetu Sheikh Ayub, tutolee zawadi ifuatayo insha Allah. Usisahau kupitia hapa kwa Friends of Jannah, iko na do. Amir Ibrahim. Amir Ibrahim. Afuatwe na number 2 Hanan Said. Hanan Said. Alafu number 1 class 3 number 1 na number 2 wameachana na max moja peke yake. Number 1 Abdul Hafidh Abdi. Shukran, barakallahu fik. Tuende kwa zawadi za class 3. Class 3 inshallah. Class 3 inshallah tutamwomba mzazi wetu Sheikh Isaka kuja atoe zawadi ya class 3 inshallah. Number 3 class 3 Shinaz Adam. Ako happy mama. Number 2 class 3 Rahma Bakari.
Alafu number 1 mimi najua hayuko hapa hivi class 1. Kama mzazi wake yuko, tunaomba akuje amchukulie mtoto wake. Ameenda shule, yani katika wale ambao walifanya grade 9, so ameenda grade 10 na ni mwanafunzi Jawahir Hassan. Mzazi wake kwa nyuma, side ya nyuma. Sister zake huyo kuna yule. Aya, mwingine achukue hapa nyingine. Achukue hii yani. Oh, mama pia yuko, mashaallah. Number 1. Shukran Sheikh, jazakallahu khair. Kama nana laki sipesa. Naam, tunaenda class. Tunaenda class 4 inshallah. Tunaenda class 4. Tunaomba mzee wetu atutolee zawadi. Hali pale yuko tu inshallah. Aya, number 3 class 4, Shuaib Muhammad Nur. Mashallah, tujie mzee mali yako. Number 2, Ramla Abdi Nasir. Alafu number 1 afuate kwa karibu. Sema Diana, kuja hapa. Number 1 Taslima Muhammad. Number 1. Mashallah. Jiweke vizuri. Nasari Ba. Kuja isi. Namba? Oh, ni tofauti. Pole. Aya, tunasonga, tunaelekea kilele inshallah. Aya, hata kama anasema hajavaa kofia ya imamu, lakini bado wako nayo tu. Hakuna mahali ambapo anaweza iacha, kwa sababu tunamjua yeye ndiye imamu wetu. Ndio hapa amehudhuria kama mzazi, lakini sisi wote ukaulizwa wasema imamu. Inshallah, kwa hivyo aje atutonee zawadi za class 6. Hizi ni zawadi za wale wanafunzi wetu ambao wanakuwa ni wenye kugraduate mwaka huu. Kwa hivyo tutaanza yani na Ozia Abdurrahman. Tuharakishe kitu inshallah.
Aya, kisha Shanaz Mahmud. Shukri. Wale watu wa class 6 mkae karibu, msichukue muda wakati ambao mnaitwa inshallah. Rabwa Ishaq. Shuaib Abubakar. Aya, mzazi wake tunaomba akuje amchukulie inshallah. Mzazi wa Shuaib Ndio huyo amekuja. Shuaib Abubakar. Yani katika pia wazazi wa mtoto hayuko. Mtoto hayuko. Haizi. Atakujia. Sharif Ibrahim. Mus'ab Hussein. After Mus'ab Hussein, Muhammad Hassan Edi. Kisha Abdurrahman Rashid. Aya, number 3 hayuko hapa hivi, katika wale pia ambao wameenda grade 10. Samira Hussein Adan, mama yake amchukulie inshallah, wa mzazi wake amchukulie. Number 3. Naam. Number 3. Number 2 pia yeye mwenyewe hayuko pia, mzazi wake atamchukulia inshallah. Farhia Hassan. Number 2 Alafu number 1 class 6 katika candidate wetu ni msichana Nabila Abduba Kala. Kisha tulikuwa na mwanafunzi ambaye pia alijikakamua sana mashaallah. Pamoja na kwamba alibaki katika darasa akiwa peke yake, alisema kwamba hawezi kuacha, yaani hata masomo, ndio yuko secondary, lakini wakati wote akiwa katika holiday utamkosa kwa class. Akasema ataendelea na masomo yake ya mutawasita mpaka amalize, na alhamdulillah amekadhana hiyo safari kuanzia awal mutawasit mpaka amemaliza thalith mutawasit. Na ni mwanafunzi Fatuma Hussein Muhammad. Kwa baba yake inshallah amchukulie zawadi yake. Mashaallah. Hayuko hapa pia, yuko katika shule. Shukran. Barakallahu fik. Hiyo ingine tutadai Abasa faendelea. Nani hapo amemweza hapo? Hiyo lazima inshallah. Atende amesema tajiri huyu. Yeye ni tajiri lakini msichana sasa yafanye nini? Atakujia. Inshallah. Peano kwa baba yake. Kwa hivyo inshallah tunasonga mbele tukimalizia. Hii zawadi tungeomba hata wengine hujawapata.
Naam, ni zawadi ambayo ni ya mwisho insha Allah, na hii tungeomba ndugu yetu Abbas pia awe ni mmoja kuitoa hii insha Allah. Mashaallah. Hii zawadi itamwendea yani prefect wetu. Nadhani hata wengine wanasikia wakitaja jina lake. Mashaallah, ni prefect ambaye ana bidii sana. Nadhani mmesikia, hatujataja jina lake, hatujataja kwa yoyote kwamba tunampatia zawadi, lakini wenyewe wanamtambua kwamba anafanya kibarua chake vizuri zaidi. Hata ngojea umwambie kitu, akipata mahali ambapo pana kasoro utampata akija kurekebisha, na tumeamua leo inshallah tuwe ni mmoja kumzawadi pia inshallah, kutambua ile bidii yake. Haya ni mwanafunzi Ishaq Hassan Muhammad. Wageni wetu wataenda kuswali, kuna room iko pale kidogo. Wazazi wetu wataenda kule chini, wataenda kuswalia huko, lakini mtawadhia hapa. Alafu wazee wetu watawadhia pale chini ndio kuswali juu. Alafu watoto tafadhali mtajipanga huko juu pamoja na maustadhi. Kama ni kuswali alafu tuanze kunini inshallah kula. Ya mwisho vile mama wetu watakulia kule, wataona vile watasabiwa inshallah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ala ashrafil anbiya wal mursalin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa alayna wa lana innaka tawwabur rahim. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Allahumma yassir wa la tu'assir. Amin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'an sayyi'atina. Amin. Wa tawaffana ma'al abrar. Mwenyezi Mungu tunakuomba kwa majina yako matukufu, kila aliye na shida Mwenyezi Mungu aweze kumuondolea, na kila ambaye kwamba riziki yake ni kidogo Allah aweze kumuongezea. Amin. Ambaye kwamba ameshiriki kufanikisha jambo hili Mwenyezi Mungu kumfungulie njia zake. Amin. Mungu tusamee makosa yetu. Mwenyezi Mungu tusamee makosa yetu ya dhahiri na ya siri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Kwa muda mimi nilikuwa nakuja hapa na nikawa naona madrasa inanawiri kabisa, na mimi nikawa navutiwa na hilo jambo. Labda kwa manufaa ya watu wengine ambao hawako maeneo haya, na ambapo maeneo yetu ni sawa na maeneo yetu, na tunaweza tukafanya zaidi vizuri. Labda utuambie ni nini haswa siri ya kuwa umetoa hii madrasa pale ilikuwa chini, umeanza na wanafunzi 40 ukafika wanafunzi 250. Si kitu rahisi. Labda utusaidie na sisi pia tuweze kufaidika. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ba'd. Ulivyosema ni kweli. Tulipokuja ama kwa mfano mimi nilipokuja nilipata hiyo madrasa ikiwa na wanafunzi hivyo. Ilikuwa na population na wanafunzi 40. Na kwa hivi sasa iko na population inakaribia 300. Wanafunzi 300. Na vile ambavyo tulipo ianza na vile ambavyo iko wakati huu ni tofauti pia. Ni kitu cha kwanza ambacho naweza kusema ni ile mtu kujitolea. Na kama mwalimu unaichukulia ile madrasa ni kama wale wanafunzi ni kama watoto wako. Ile sehemu unachukulia ni kama ni yako wewe mwenyewe. Kwa hivyo unaijitolea, unaipatia ile moyo wako wote na wakati wako wote unafanya nini, unakuwa ni mwenye kujitolea na kufanya nini. Alafu pia kuelewa wale wanafunzi. Kwa hivyo kujitolea kwanza, alafu na ile kuwa na ile nia ambayo ni safi, kuwa na ikhlas pia.
alafu pia kuelewa wale wanafunzi. Ukimfanya yule mwanafunzi akawa yani awe anaelewa kile kitu ambacho anasoma, unampatia ule moyo wa kufanya nini, wa kuendelea. Kama atakuwa ni mwenye kufanya nini, anakuwa ni mwenye kufahamu kile kitu ambacho anafanya. Lakini kama haelewi ni nini ambao anasoma, unapata kama kwa mfano naweza kusema nilipokuja nikiwa mgeni, nilikuja nikapata kuna yani wanafunzi walikuwa wanasoma somo la Qur'ani peke yake. Na inakuwa ni hivyo tu, anasoma Qur'an asubuhi, akija jioni anasoma Qur'an, hakuna kitu kingine ambao anasoma. Lakini ndipo kuja tukaanza kuintroduce masomo mengine. Kuna masomo kama sira, masomo kama tauhid, masomo kama fiqh. Kama ni wale wanafunzi unakuwa ni mwenye yani, hata kama ni visa kwa mfano unakuwa ni mwenye kufundisha na nini. Sasa kuna ile kitu inafanya nini, inawavuta. Na kuna vitu ambavyo vilikuwa yani ni vigeni, walikuwa hawajavijua vile vitu. Wanajipata kwamba wanafanya nini, wanavielewa. Kwa hivyo wakawa wanapata ile moyo na motisha mkubwa wa kufanya nini. Yani ikifika saa madrasa mwanafunzi anakumbuka nikajue kile kisa kilifika hapa, nini next, nini ambayo itakuwa next hivyo. Kwa hivyo wakajipata wanafahamu mambo mengi zaidi kuliko yale ambao walikuwa wanayapata pale mwanzoni. Ndio kama ni ile Qur'an unaweka tafsiri. Kama kuna watoto pia wakati mwingine wanakuwa ni wenye kuchoka hizo zama pia. Wakati mwingine unatakuja hata na kama ni video unawekea nini, yani kama ni nini ya visa na nini, wanakuwa hata ni wenye kupata kutoka pia kwa majafu. Wengine wanasikiliza, unaambiwa sikilize, baadaye unauliza maswali, unapata inawatia bidii. Kisha jambo lingine, nilipokuja kwa nilipata hakuna nidhamu ya classes. Nadhani sasa umekuja ama wakati ule umekuja kuna hii nidhamu ya classes kabisa. Kwa hivyo mtoto alikuwa akiwa mkubwa anajiona kwamba mimi ni mkubwa, nafanya nini, anaondoka, anaacha nini, anaanza madrasa, naona mimi siwezi kaa na wadogo. Tukaja na hii nidhamu ya nini, ya classes. Sasa yule mtoto akawa kuna mahali analenga sasa. Anajua hata nikikaa kuna mwaka fulani nita graduate, nitafika class fulani nita graduate. Kwa hivyo tukapata kuna watoto kama leo vile mmesikia, kuna mwanafunzi ambaye anasoma secondary, lakini kila holiday lazima akue kwa class akuje kusoma. Kwa sababu gani? Kuna sehemu analenga, nataka nifike mahali fulani, kama ndio certificate nipate, ama nikifika mahali fulani hivyo. Kwa hivyo ikawa inaweza kuwaweka wanafunzi. Mwanzo ilikuwa akifika class 6 ndio hivyo anaona yeye ni mkubwa, anatoka lakini kwa saa hii tuna mchanganyiko wa wanafunzi wadogo. Kuna wengine wako hizi kali junior secondary, wengine wako hizo senior secondary, wengine wako hivyo, ni mchanganyiko. Unapata wote wako free na wanajipata kwamba wako comfortable wakati ule ambao wanafanya nini, wakati ambapo wanasoma. Alafu jambo muhimu ni mwanafunzi apate kwamba anafahamu na anaelewa kile kitu anasoma. Ikifika time ambapo wanafunzi wanatoka madrasa, na hiyo time ndio wanafunzi wao wanahitaji sana hii madrasa, kwa sababu wengi wao wanaanza kubalehe, wanahitaji sasa ile guidance kubwa. Na sasa hii kuweka classes nafikiri ndio inasaidia sana hapo. Kwa hiyo unaona hiyo imesaidia mahali pakubwa zaidi. Vile kama nimetangulia kuelezea mwanzo, mwanafunzi alikuwa akifika darasa la 6 anapata kuna pressure inakuja, kama ni tuition, mambo mengi upande wa shule. Lakini wakati huo ilikuwa hizo pressure zikija, unapata anatoka, kwa sababu anajipata yani kila saa ako pale ile sehemu moja tu, sehemu moja, tangu alipoingia madrasa akiwa mdogo mpaka amekuwa mkubwa, amebalea ako ile sehemu, ajioni kwamba ana move. Lakini ukileta nidhamu ya class, anajipata kwamba anasonga. Alikuwa class 1 amesonga class 2, sasa anafanya bidii, mwaka mwingine ako class 3, mwaka mwingine sasa ako na lengo, nikifika hata kama mimi ni mkubwa nitafanya bidii, nivumilie, nifike class 6, at least ni graduate hiyo nini primary level.
Unampata huyo mwanafunzi saa zingine akigraduate your primary level anapata ile motisha tena ya kufanya nini, ya kutaka bado kubaki katika yale mazingira tu ya nini, yale mazingira ya elimu, kwa sababu the more unaenda ukisonga the more kuna vile mwanadamu analenga tu mbele tena usonge bila wakati wewe unasonga step. Lakini ukijipata kila wakati uko mahali pamoja una relax, utarelax na kuna pale pia ile morali pia inafanya inaisha inaisha. Mimi kwa sababu mimi nakumbuka, naona kama wenyewe una make sense, wewe unajua wewe unasoma. Nakumbuka ama naona kuna mtoto pale, mjukuu wangu mjukuu wangu ameenda shule tambili, lakini anaanza Kiingereza mashaallah. Sasa ni kila tamu ikiingia anataka kuona amesonga. Sasa ndio nikawa najiuliza, so ni kama najaribu sasa napata jibu kwamba ile kitu ambaye nafanya mwanafunzi atake kusoma zaidi, ambaye akuwe na interest zaidi, ni kwamba nitafunzwa hapa, nitasonga kwa next kabisa. Ni kama hapa pia tuna nidhamu kama ni hawa watoto wadogo. Wakati ambapo watoto wadogo wana join madrasa, unapata mtu ambaye yuko blank, hana kitu chochote kwa kichwa, lakini kuna ile nidhamu tunawaanzishia, kama kwa mfano ya herufi. Unachukua time, kuna ile sacrifice lazima ikue ili ufanye wewe ni mmoja kufikia wewe ni mmoja kufikia yale results ambayo unataka. Lazima wewe unachukua yule mtoto exercise books, unamwandikia kani alif ba ta hivyo, akifahamu anasonga mbele. Kuna stage anakuja anafika ile exercise book anafanya nini, anaachana nao, sasa anakuwa amepita ile level. Pamoja na kwamba amerarua vitabu vingi, lakini mwalimu unavumilia tu, anararua kesho anakuja na nyingine anararua hivyo, kabla atoke amerarua vitabu vingi. So lazima unavumilia atoke hapo hivyo. Kuna hii kaida ambayo inaitwa yasarna al-Quran. Akimaliza zile herufi tunamwanzishia herufi moja moja, uhakikishe lazima ameshika hizo herufi, ndio unasonga mbele. Herufi zikiwa kama kwa mfano na fatha, akizifahamu vizuri, unakuja herufi zikiwa na kasra, ndio mpaka ashike vizuri. Unaenda herufi nyingine moja moja ikiwa na dhamma, unampatia exercise ya kujaribu kuangalia kama amefahamu zile harakati. Akifahamu unaenda kutoka haraka moja mpaka nyingine moja moja, ndio alafu anaingia kwa hiyo hiyo yasarna al-Quran. Akiingia pale kwa ile yasarna al-Quran, anajipata mwanzo alikuwa hawezi kusoma, lakini akiangalia zile kitabu unamwacha sasa yeye mwenyewe ana struggle kiasi. Na akistruggle anakuambia saa zingine siwezi kusoma hii, lakini unamwambia jaribu. Akijaribu unapata ameweza. Yeye mwenyewe anaona kumbe naweza. Hebu soma hii nyingine. Anasoma kumbe naweza, hasa nimekuachia nyingine, soma. Asome page moja, kesho page. Yaani unapata kila saa anafanya nini? Akimaliza ile yasarna al-Quran, unapata anaanza kushika hata mushaf, anaweza kujisomea. Sana wanafunzi wetu hapa hivi, hata kama umesikia hao kuanzia nasari, hiyo nasari ba class wote wanaweza kufanya kujisomea Qur'an yote bila kufanya nini, bila kutegemea mwalimu sana, ama mtu wa kufanya nini, wa kumfundisha kwanza. So mimi nashukuru kupatia maneno ambayo pia yatafaidi mtu mwingine, na mimi nasema muendelee hivyo, na ikiwezekana tutawanika mlini, tutakuja benchmarking ama tuwaalike kule muangalie nini tunaweza fanya zaidi kuliko pale nyumbani. Inshallah. Nashukuru sana. Karibu sana ndugu yangu. Shukrani. Karibu sana. Jazakallahu khair. مرحبا وسهلا كل من محلا، هذا العالم اوسع بتنوعنا واحلى، زينا المباني حققنا الاماني.